wanamuita Familia PC. Ni wauzaji wa kompyuta full kwa $280,000 tu. Wanauza desktop monitor, wanauza TV za aina zote quality, bei kitunga, bei mseleleko. Wanauza hadi diski original kabisa, bei kitunga, bei mseleleko. Computer accessories za aina zote. Njoo jipatie flash diski za aina zote, OG original. Wanauza PS pad za aina zote. Lakini pia wanauza laptop za aina zote, bei kitunga, bei mseleleko. Wanauza SATA cable, VJ cable, HDMI original kabisa. Wanauza dock za aina zote, bei kitunga. Lakini pia wanapatikana Kariakoo, Likoma na Agre. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa, wakuhudumia chap kwa haraka. Hawa jamani, ukweli na uhakika, wanagamba mbamba vitu vya OG. Mr. Sold Out ni wauzaji wa computer full set na wanauza bei kitonga sana. Laptop za makaina za kisasa kabisa. Njoo ujipatie hapa computer gaming ama gaming computer. Wanauza Dell, HP, wanauza hadi diski za laptop na hadi diski zile za desktop za aina zote, bei kitonga sana. Wanauza SSD, bila kusahau wanauza RAM za aina zote, bei kitunga, bei mseleleko. Flash diski za aina zote, njoo jipatie bei kitunga, bei mseleleko. Bei za GB zao hizo hapo, bei na GB za aina zote za terabyte. Wanaitwa Mr. Sold Out. Kariakoo na Likoma wanapatikana. Huyo hapa wanamuita Kiongozi PC. Wanawaletea desktop full ni shilingi $200,000 tu na 80. Wanauza desktop monitor za aina zote, bei kitunga, bei mseleleko. TV za aina zote, bei kitunga, bei mseleleko. Wanauza disk original kabisa, keyboard pamoja na mouse original kabisa, bei kitunga, bei mseleleko. Lakini pia wanauza PS pad za aina zote, bei kitunga, bei mseleleko. Kiongozi PC anagabaya, ukweli na uhakika, noma sana. Yule bingwa wa mahusiano aliyejali wakala makubwa kutoka kwa Allah, Daktari Madawa amerudi tena nchini. Hii ni baada ya kuwatibu maelfu ya Wakongo wa Rwanda. Daktari Madawa anapatikana Dar es Salaam. Anao uwezo mkubwa kukusaidia wewe kurudisha mahusiano na ndoa iliyovunjika, kumfunga mume au mke, pia kumfanya atulie kwako na akupende. Lakini pia anatibu maradhi mbalimbali kama changamoto za kukosa mimba au mimba kuharibika, maradhi ya upungufu wa nguvu za kiume, changamoto ya vidonda sugu vya tumbo, pressure pamoja na kisukari. Anasafisha nyota na ataifanya nyota yako iwe na mvuto. Ni bingwa wa kumilikisha mali pamoja na utajiri ambao hauna masharti, fedha za majini ambazo zina kafara ya kumwaga damu ya binadamu, mafanikio katika kazi, zindiko katika biashara pamoja na mwili, changamoto za mahusiano, kurudisha mke au mume ndani ya muda mfupi, kurudisha mali iliyoibiwa au mali iliyopotea. Ukihitaji tiba, mpigie simu moja kwa moja kupitia namba yake hii ya simu 0656 282 855. Yes kabisa, kazi ya kufa mtu hapa. Hii hapa wanaita QZ, ama unaweza ukaita child, yani unaweza kuita nini, yani viungo vya watoto. Yes, yani kwa Kiswahili unaita viungo vya watoto. Hii ni moja kati ya biashara ambazo sio biashara nzuri, ni biashara haramu na imeshamiri sana katika dunia kwa kiasi kikubwa, na bara la Asia inaongoza kufanya hizi biashara za viungo, iwe ni watoto, watu wazima. Kazi hii bwana unaipata Kariakoo, unaipata pia ndani ya Tanzania, unaipata kote ndani ya Tanzania bara na visiwani. Na kazi hii imeingizwa maneno ya Kiswahili na DJ wake. Na watu wangu nguvu kabisa kutokea ndani ya Mbeya kule Kabwe, njia kuelekea Soweto, karibu kabisa na benki NMB. Pale tupo na mtoto nguvu kabisa wa kumuitaga James DVD yuko pale, lakini pia tuko na Mbuba Kijichisheli na mtongo nguvu kabisa huyo hapo, huyo wa kumuitaga
Mashina Mbagala System Konyoka Saidi anayepatikana Mkoroshoni karibu kabisa na skuli ya Bububu. Lakini pia nipo na mtu wangu wa nguvu kabisa, huyu hapa, huyu wanamuita Yasini anayetokea kule ndani ya airport njia kuelekea Evergreen, na Omi King Jiangalawa karibu kabisa na Mwembeni, na huyo hapa, huyu wa kumuitaga Sanga Pugu ya Kinyamwezi. Kazi ya kufa mtundo hii hapa inaanza kama hivi. Haya, kunako usiku kila mmoja ana kwake, na huyu bibie kuna mahali anaenda, lakini upande wa pili tunapata kuona kuna mtu anamwagiwa maji. Nadhani ni mtu aliyetekwa. Yes kabisa, ni kazi ya kufa mtu hapa. Huyu mdada anaonekana kuelekea kwenye parking za gari. Inaweza kuwa moja kati ya gari ambazo ziko hapo ni moja ya kwake. Sasa kama kuna gari hivi mbele imemsimamia, upande wa pili kuna mtu mwingine anakabwa kutoka ndani ya ofisi. Labda huenda ni matukio ambayo yanajikusanya ili kuweza kujua sababu ni nini. Na kuna mwingine huku anapikwa na nyaya za umeme. Yes, wanapicha itakuwa na visasi sana. Sijajua ni nini kilichopo. Inaweza kuwa wanatutambulisha kile ambacho kipo. Sasa bibi akaingia kwa gari chap kwa haraka. Wakati ule kuna mtu mwingine anapokea kipigo ama kipondo kizito kweli. Sasa kwa nini usitubu bwana? Wewe tubu tu. Kwa nini utaki kutubu mzee baba? Mtu anapigiliwa misumari kwenye kiti alichokikaa. Sasa bibi wakati anaingia ndani ya gari anajitayarisha kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Shit. Kuna mtu anavunja kioo cha gari. Kipigo kinaendelea kwa mtu mwingine huko. Haya ni matukio ya kazi yetu safi kabisa. Kazi hii inaitwa viungo vya watoto. Bwana. Jamaa anapokea adhabu ya maana kweli. Wanaita organ child. Viungo vya mtoto. Nikisema childs ndio watoto, lakini kiufupi ni viungo ama kiungo cha mtoto. Unaitwa Zhang Simao. Jamaa anaitwa jina lake. Tunajua unaitwa Zhang Simao. Sasa Zhang Simao mwaka 2004 maisha yake yalikuwa yako sawa sana. Alikuwa yuko na mke. Yaani sasa ni hadithi kwa nini yale ambayo yameweza kutokea ama yale ambayo tumeweza kuyaona yalitokea. Bwana umeona PC? Vipi hii nyimbo umeipenda? Jamaa na rekodi hajamjibu lakini akaitikia kwa ishara kwamba ameipenda. Sasa huyu ni mwalimu wa mchezo hapa. Yupo katika darasa maalum. Anamfahamisha jinsi gani ya kupiga. Wengine wanafanya mazoezi kule ya kukimbia. Yes, kumbe ni yeye anaendelea na mazoezi baada ya kuwatoa pale kwenye ulengaji. Mkewe anamrushia mpira. Yuko nje hapa. Nje ya uwanja. Hapa ni katika kituo cha watoto yatima. Familia hii imejitoa kuja kuwasaidia watoto hapa kwenye haya mafunzo na hata wakati mwingine chakula. Kama unavyoweza kufahamu, watoto yatima huwa wanahitaji sana msaada. Ni familia ambayo haina mtoto, lakini mama tayari kashakamata mimba. Na hapa anashtaki kwa mtoto alikuwa tumboni kwamba baba analeta usumbufu. Lakini miezi michache baadaye kulikuwa kuna mgeni katika dunia yetu ambaye ni huyu mtoto aliyebariki familia hii. Basi furaha ikaongezeka kwa wapendana hawa. Anaitwa Zhang Yuyang. Zhang Yu. Basi mtoto huyu akaletwa mpaka wanafunzi ambao ni wale watoto mayatima ili wamuone. Familia ilijitolea kwa kiasi kikubwa kushare kila kitu na watoto. Hawa watoto wanapokea msaada wa chakula, mazoezi, hata na nguo kutoka kwa familia hii.
na walikuwa wana upendo mkubwa sana na hawa watu wawili. Sometime ni kwamba wanakula chakula wote wakiwa pamoja. Chakula hiki kinapikwa nyumbani. Sasa watoto leo wakawa wanaleta masiara. Huyu bwana akasema, hivi nyewe mnajua nimetumia muda gani kutengeneza hiki chakula? Hiki chakula nimetumia muda mwingi, ametumia nguvu nyingi mpaka kuwatengenezea chakula hiki na sasa kipo mezani. Sasa anawauliza hii nini? Wanasema ni bahasha ya rangi nyekundu. Okay, sasa kila moja bahasha kwake. Wakiwa wanaendelea kujipakulia chakula, lakini huku wakiwa wanaendelea kupewa bahasha. Wanaita red envelope, bahasha nyekundu. Lakini kuna kama huyu kapigwa, akaulizwa kuna shida gani? Yeye anasema hamna shida. Lakini huyu mwalimu wa michezo akajua hapa kuna kitu. Ila alimpa kama matumaini, akamwambia usijali mwanangu. Lakini panaonekana kama kuna vitu visivyoeleweka katika kituo hiki cha watoto yatima. Sasa usiku, mtoto mmoja kati ya watoto ambao yupo katika hiki kituo ameamka, lakini mwenzake hamuoni. Sasa na ndipo wakaenda kushtaka mwalimu wa michezo na wakaenda kuzungumza na mwalimu. Anasema huyu mtoto kakimbia kimpango wake, mimi hata sielewi. Hao watoto wakaanza kumletea mkwara mwalimu. Anasema nyinyi mnasemaje? Naambia tulia basi, wewe na adabu. Sawa, uweze kuwakoromea watoto, mimi niko hapa. Naomba unisikilize. Mimi ni kiongozi mkuu hapa katika hichi kituo Alafu wewe ni mwalimu tu wa mchezo ambao umeitwa hapa. Acha kuletea mambo yako bwana. Sasa yule mwalimu anakujaga hapa kwa wakati, sio kwamba anakuja siku zote. Sasa siku asipokuja, huyu mwalimu anawatia mkwara sana. Sasa leo cheki anachokifanya ni kama anatabasamu, lakini ni la kifedhuli na anajua leo mwalimu hawezi kuja. Sasa anataka kuanza manyanyaso. Sasa akamfuata huyu mtoto akamwambia, kama umemisi rafiki yako sana, basi ni heri nikutume uende kwake. Yaani kiufupi, rafiki yake ambaye ndiye alikuwa analala naye, sio rafiki mwalimu, hapana. Na anamwambia kama rafiki yako umemisi sana, asingoja nikutume uende ukakutane naye, ngoja nikuagize, ama kama vile nikupeleke alipo. Yaani anavyosema maneno haya, wewe mwenyewe utajiongeza kwamba huenda wewe mtoto kashapoteza maisha. Sasa bahati nzuri huyu jamaa akajitokeza. Wanafunzi wamemsukuma yule mwalimu wakati yeye anakuja kujitokeza, lakini kwa bahati mbaya sana mwalimu akaenda kwenye vyuma, chuma kimoja kikamtoboa kwenye shingo. Sasa mwalimu wa michezo anajaribu kuuliza, nyewe mmefanya nini? Hapo hapo inabidi atafute namba za mawasiliano ya jeshi. Kudadeki. Kwa sababu tokeni hapo. Hii ni kesi. Sasa mwalimu huyu ni mkewe ambaye na mtoto wake hapa. Anaandaa maji kwa ajili ya kumpa mtoto. Wakati anamwangalia mtoto akiwa parking hapa, ama akiwa park, nikisema parking ni sehemu ya maegesho, nikisema park ni sehemu yenye mbuga ama sehemu ya mapumziko katikati ya mji. Sasa mwisho wa siku mtoto alitoweka katika mazingira ya ajabu sana. Waliandaa makaratasi kama mabango kwa ajili ya kuwauliza watu kama huyu mtoto umemwona. Ilibidi tu ampe pole. Kama ukimuona basi unaweza ukatupigia simu, namba zetu za simu hizo hapo chini. Sasa walianza harakati za kumtafuta maskini. Bado ni mtoto mdogo, ana miezi 3 tu. Samahani kidogo bwana, kama utamuona utawasiliana na mimi. Wei? Hello? Ni so wei? Unamaanisha? Hello? Hello? Samahani. Mimi siamanishi kwamba nakusumbua,
ila labda inawezekana unaweza kufahamu kwamba mtoto wangu kwa hapa. Sio na wasiwasi. Nataka tu nikwambie jina lake na jinsi alivyo. Tafadhali. Tumeshakwambia kama mtoto wako ametoweka, hajatowekea hapa. Kwa kuna mtoto wote. Sasa kwa nini unakuja kuniuliza mimi? Nimepoteza mtoto maeneo mengine. Kwa nini msende polisi? Sawa, mimi ili aninihusu, lakini mtoto wangu nataka nikwambie ametekwa. Sasa kama ametekwa, sisi manesi tunahusika na nini? Peleka ripoti polisi. Bahati nzuri kulikuwa kuna walinzi hapo hospitalini, lakini huyu bwana akamngangania sana na akamtupia maneno yule nesi. Sijajua ni kwa nini amekuja hospitalini kuja kumtafuta mtoto, na wakati mtoto amempoteza huyu mama sehemu ya mapumziko katikati ya mji. Walijikuta wanalia wote, lakini kuna mdada mmoja ambaye pia ni nesi alibaki kuwashangaa na kuwaonea huruma kwa kile ambacho wamekutana nacho. Sasa nyumbani ilikuwa ni ngumu hata kupata usingizi, manake hawajui hatima ya mtoto wao na mtoto wao yuko wapi. Jing, mwanangu. Jing anamuita mke wake hapo nje, lakini huwezi amini, mke wake damu nyingi sana zinamtoka, na akiwa amebeba karatasi za kumtafuta mtoto wao. Basi alipiga ambulance na hatimaye ikaja. Hali ya mkewe sio nzuri, analia. Kwa hiyo huenda anaweza akampoteza na mkewe. Sijajua sababu za mkewe kujiua ama kuna mtu kamuua, lakini ni hivyo. Mke wake sasa yupo katika ambulance. Pole sana, umepoteza mke, umepoteza mtoto. Na tuna imani ndio maana hata hasira zako unazitoa kwa wale manesi, kwamba hasira zilikuwa zimebaki kwa manesi, na inaonekana nesi mmoja wapo amemtupa kwa sababu alimrudia tena, na ilionekana mbele hadhara huyu bwana anaenda kuwakemea manesi. Sasa ndio huyu hapa anaendelea kuteswa, na yote yale yalikuwa ni yani matokeo ya nyuma, yani kama vile kumbukumbu. Ndio huyu ambaye amenaswa na polisi wanamchapa, ndio huyu hapa ambaye inasadikika ameua nesi, na yote ni matukio ambayo mwanzo tuliyaona. Anaendelea kutukumbusha, anasema kuna mwanamke mmoja alinipigia simu, akakumbuka aliambiwa kama unataka mtoto wako mimi najua wapi alipo, njoo hospitalini, njoo juu kabisa. Huyu mwanamke hatajui ni nani na ni nani huyu ambaye amempigia, lakini aliambiwa kama anataka mtoto apande juu. Sasa wakati ndo anapanda juu ndipo ambapo anakutana na mtu kadondoka, lakini sasa ndo katokea sehemu hiyo hiyo ambako yeye kasimama. Ndio maana hata aliambiwa alionekana katika ile eneo na ndo sababu ya kushikwa. Sasa yeye mwenyewe ndo anatukumbusha alishikwaje na yeye kuhusishwa na swala zima la nesi mmoja wapo kufa. Na ilionekana wazi kabisa, na hata polisi waliweza kumzuia ama walinzi wa hospitali asiwaguse wale manesi. Umeona? Kwa hiyo sasa wameunganisha doti polisi kwamba alishawakemea manesi na wanamtilisha saini kwamba amekubali. Yeye anasema sina hatia, lakini haya makaratasi ametilishwa saini bila mwenyewe kujua, yanasema nina hatia kweli, mimi ndiye nimemuua yule nesi. Lakini mpaka kuitwa kule juu, nadhani hii ni kesi ya kusingiziwa, sio yeye ambaye kasababisha hayo. Hii sasa ni 2022 tokea 2004, kwa hiyo ni miaka mingi kidogo. Kwa hiyo hata kama ni kesi ya mauaji atakuwa ameshatoka, si chini ya miaka 18 tokea tukio zima lile ambalo limeweza kutokea. Sasa yuko nyumbani, na hivi ni baadhi ya vitu vya kumbukumbu. Na yeye ameshatoka gerezani baada ya kukamatwa. Hivi ndio vitu ambavyo vinamuumiza sana. Alipoteza mke, amepoteza na mtoto.
Sasa tuliona matukio ya mama mmoja kufuatiliwa na taksi, na huyu mama ndio tulimuona akiwa ametekwa ndani ya gari yake, kioo kilivunjwa. Sasa huyu mama kiufupi ndio ule nesi, ni ule nesi ambaye aliulizwa kuhusiana na mtoto, akapiga kelele sana pale, akasema ananiuliza mimi najuaje mtoto akone kapotea hapa. Ndio tunakumbushwa unesi alikuwa ni mtu wa design gani. Sasa bibi alianza kuwa na shaka baada ya kukumbuka kwamba hata naye mwenyewe alikuwa kama ana makosa ya kurap kelele, na hata huenda kashasikia kwamba yule jamaa alitoka. Sasa mtu wa kwanza kabisa baada ya kutoka yule jamaa, nadhani anamfuatilia huyu mdada. Nadhani vipi, unatafuta kazi? Alisema kazi sitaki. Bado unasema wewe una hatia, si ndio? Anasema kwanza ana rekodi yote kwamba yeye ni jambazi. Sasa wao walimfunga tu bure, hajahusika na mauaji ya yule nesi. Wamemkamata na kumfunga si chini ya miaka 18. Sasa huyu leo ndio kamnasa nesi yule ambaye alimuuliza maswali alafu akashindwa kuyajibu. Ndio alipasua kioo cha gari akamshika ili atoe aseme ukweli kwamba kuna kitu anakifahamu kuhusiana na mtoto wake. Sasa huyu ambaye anahojiana naye hapa ni polisi. Hii ni baada ya kutoka. Akamuuliza, bado unaendelea kumtafuta mtoto wako baada ya miaka 18? Maana miaka imeshapita mingi sana na sio jambo rahisi. Sasa labda unajisikia vibaya sana kwa kile ambacho mmenifanyia? Anamuuliza. Kwa hiyo unajisikia vibaya? Yaani anamuuliza polisi, vile ambavyo mmenifanyia mmeniona sina hatia, si ndio? Sasa unajisikia hovyo, kwa nini mlinitesa mkanifunga na wakati sio makosa yangu? Miaka 18 ni mingi sana. Sasa huyu mwana anatuambia pindi alipomnasa ule mdada wakati anaingia kwenye gari yake, amemleta hapa. Huyu ni ule nesi. Alimuuliza wakati fulani miaka 18 iliyopita nyuma, alishindwa kumjibu vizuri na kumpigia kelele. Sasa mpaka sasa umama hajui kilichomkamatisha. Haya ni mateso ya kijeshi. Hapo utasema mwenyewe, unakunywa maji kwenye pua, kwenye mdomo, hata pumzi haziingii baba. Ukivuta pumzi unavuta maji. Kila anapoulizwa mama anasema sifahamu chochote. Usinifanyie tena tafadhali, naomba usiniue. Bibi yetu anaomba asiuawe. Anasema moyo wake. Moyo wake. Sasa unamaanisha nini? Alisema kuna mtu alikuwa anahitaji moyo wa mtoto wako. Kwa hiyo ilibidi nifanye hiyo biashara. Kwa hiyo huyu nesi anafanya biashara ya viungo vya watu. Sasa akasema ni nani? Akamuuliza ni nani? Ni nani ambaye ulimuuzia mtoto wangu? Bwana, ni mtandao mzito sana. Yaani ukiamua kuwafuatilia watu hao ni sawa unafuatilia kifo chako. Siku ya pili nesi akawa ameonekana mahali kwenye tope zito akiwa amekufa. Yes. Nadhani nesi kanyosha maelezo. Nataka tufanye kitu hapa kizuri cha kuvutia. Yes. Niko na dada kweli hapa huyo. Wewe unasema nini wewe? Hawa ni mabinti wawili ambao wanapenda sana kurekodi content zao, si wanazita content. Yes. Wanaziweka kwenye mitandao. Basi ndio hivyo. Sasa huyu binti akamwambia mwezi ujao mwenzangu mimi naenda Marekani. Kwa hiyo sasa wewe utaendelea na mambo yako. Na mpango mkubwa sana before school begins.
Anasema kabla shule haijaanza nataka ninunue RV. Anataka kununua RV. Hiyo RV ni gari. Anasema I don't think that. Kwa upande wake sidhani kama familia ina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini usio na wasiwasi. Wananiambia tu hivyo. I don't know how much longer do you think I live? Hivi unaweza ukaishi, naweza nikaishi kwa muda gani? Utaishi maisha marefu tu. I have some faith. You don't want your dad to be worried. Haina haja kumwogopesha babako. Mimi na imani kabisa utaishi maisha marefu. Sasa sijajua kwa nini binti amesema anaogopa hata kulala sometimes. Anahofia kufa na imani atakufa muda so mrefu. Okay, jamani mmeviona vitu hivi? Sasa wale watoto wa kike wa content mara nyingine wanakuja hapa wakiwa na mshikaji ambaye pia ni wanasoma naye shule moja. Sasa sijajua kwamba ni happy birthday ya nani. Wanasherehekea hapo wakiwa wanajirekodi. Huyu anaona katupiwa hapa. Sasa nadhani kuna mtu anamsubiria bibi akiwa amekaa parking hapa. Napenda sana kusema parking. Amekaa parking. Kusema parking ni sehemu ya kuegesha magari. Sasa bwana. Sasa yule jamaa yule alitoka jela, yule pale anapita. Yule mshikaji ambaye tayari kashamnasa Nesi. Nakumbuka Nesi kashanyosha maelezo. Polisi wamepata video, lakini hii video hawajui wapi imetoka. Yani imetoka katika mitandao isiyojulikana. Inaonyesha moja kati ya manesi kutoka katika hospitali moja kubwa kabisa. Wakaitaja mpaka hospitali na wakamtaja jina la unesi. Video hii inaonekana akiwa amepokea mateso makali sana. Sifahamu. Lakini bana mimi sitaki niangalie. Acha basi kwa muoga wewe. Mimi nadhani ni fake, ni AI. Wengine wanasema ni fake. Anasema bana mimi naona sio fake, hii ni kweli. Huyu mwenzake anamwambia wewe mpuzi sana. Bwege wewe kwanza. Mtoto wa kike sijui na yeye anaogopa kuangalia nini? Kwanza hata asingestahili kuja kusoma shule yetu. Utakufanya nini? Sasa kwa nini umekuja kujumuika katika shule yetu? Niambie kwa nini? Toto laini. Sasa tunataka kupigana sio? Bwana Zonji, acha bwana Zonji. Ni kwa sababu nampenda. Kwani una shida na hilo? Kwa hiyo pale kila mmoja ana rafiki yake wa kiume. Uko sawa? Sema siku nyingine inabidi uniambie ukweli kama unanipenda. Tukiwa wawili hapa. Sio unasema mbele za watu alafu sasa tukiwa wawili hapa wanasema tulia kwanza. Subiri nitakupa majibu yako. Lakini usimsikize kile anachokisema. Huyu jamaa ni mpuzi. Alimwambia huyu jamaa ni mjinga zezeta fala tu. Kwa nini amejumuika katika shule yao? Naona mnapendana Bwege wewe sasa nakuja kumtoa meno. Alafu na familia yenu sasa nione kama itakuja kunigusa. Bwana. Ndio bwana yuko vizuri. Hajakubali kupigwa kizembe. Wako watatu anajitahidi. Jamani mtani ulia jamani mpenzi wangu. Alafu ni ule mwanafunzi mwenzie. Kawaleta wanafunzi wengine. Kama siji watoto wa kitani hao. Tulia wewe. Haya. Dogo kapigwa maskini wangu. Ameleta wababe kachezea kichapo. Wow. Kazimisha wote watatu. Huyu jamaa mpaka anajiamini hivi huenda familia yake sio familia ya kawaida. Bwana kuna mzuka mmoja umekaa hapa na ameona yote haya. Sijajua ule mzuka ni mzuka wa aina gani. Nikisema mzuka ni ghosti.
katika nyumba isiyoeleweka kwenye godauni chafu kwelikweli, ndipo kwenye makazi ya huyu bwana aliyetoka jela muda sio mrefu, lakini ndio sehemu yake ambayo wanakamata watu wanawaleta, na anamrekodi live bila chenga. Ameka anwani kiasi kwamba huwezi kujua ni nani. Sasa unaweza kuniambia mtoto wangu umempeleka muhusika ni nani? Sasa na ndipo mama anakumbuka alivyomnyoshia maelezo, na ndio sababu ya kumshika yule mwana mdogo amemleta hapa. Anakaa kwenye mitaro sasa hivi, na akienda kushika watu anavaa kinyago, na amemnasa huyo hapa miongoni mwa watu ambao nesi alifunguka na kusema naye pia ni mmoja kati ya wahusika. Cheki anavyomrekodi na anapiga simu. Polisi wanakwenda baada ya kupigiwa simu chap kwa haraka, lakini mwana anaenda. Watu wote tayari majina yao anayo, sehemu walipo anapafahamu. Sasa kilichobaki ni kuatinga shoti tu za maana. Sasa sijajua ndio yule ambaye amempigika, ndio yeye amembeba. Kumbe kule kama wameenda, basi sidhani kama watapata mtu. Memleta huku, cheki anavyomtia moto, anamuivisha. 17年前的那个买家是谁? Alimwambia miaka 17 iliyopita wewe ndio ulikuwa ni mnunuzi wa viungo kutoka kwa mtoto wangu. 在我杀了你之前，你最好 Sasa niambie ukweli, 不然全家都得死。 la sivyo familia yako yote itapoteza maisha. Wewe ndio umeenda kununua viungo kwa ule nesi. Sasa nataka nijue tu wewe ni nani. 老李听说过很多可怕的事， Anasema nimesikia story nyingi sana gerezani. 不想经历的。 Haina haja mimi kukueleza ni nani. Sawa? Mimi nimeshakunasa. Nataka listi ya watu waliokutuma moyo, maini ya mtoto wangu. Alisema wewe ndio ule ulioposti umemuua ule nesi Sasa nataka nikwambie, biashara inafanyika pasipojulikana, na watu wasiojulikana ndio wanaonunua mzigo na wanaondoka bila ya kusema wanatokea wapi. Sasa utanipa maelezo vizuri. Huyu bwana anasema mnunuzi aliyenunua moyo kutoka kwa mtoto wake, huyu bwana hamjui. Sasa cheki anavyomtoboa. Alafu huyu hapa ni mtoto wake, anamuona sasa. Mwachie mtoto wangu. Kwa hiyo mtoto wake ni ule mgomvi ule. Kamnasa, si alizimishwa na ule bwana mdogo. Sasa alimchukua tu kiulaini na pia kamteka na baba. Sasa baba lazima aseme, anamwambia mwanangu usiogope. Usiogope, hakuui huyu fala. Nasema mwachie mtoto wangu, mwachie. Anatakiwa tu aseme alivyochukua moyo kwa yule nesi aliupeleka kwa nani. Haya ndio mambo ambayo anapaswa yaseme. Maana wapa mateso kweli kweli, hana huruma. Nadhani hata mtoto wake anamkosa pale. Haya, polisi wapo katika harakati za kuweza kujua kulikoni. Sikilize mamako, sawa? Basi utamwambia baadaye. Jamaa anamaliza kuzungumza na simu ya familia. Ase huyu jamaa anaitwa Chenzi Ilie. Na mke wake. Sasa amekwambia nini? Labda baadaye, simuona jinsi gani alikuwa nayo. Sasa nadhani mkewe naye pia alichezea kichapo. Na hii ndio nyumba ya yule bwana ambaye ametekwa. Na mara ghafla kuna video hapa inachezwa. Na hii video ni ya mtoto wa mwenye hii nyumba. Na inaonekana inaruka live bila chenga, yani streaming live kutokea YouTube, na mtandao haujulikani. Na mtandao huu ni ule mtandao wa mwanzo ambao uliweza kurusha swala zima la yule nesi kuendelea kufa. Na sasa na huyu hivyo hivyo.
na kuna recordings ambazo zilikuwa zimerekodiwa inaonyesha jinsi gani mzee alivyochukuliwa, alivyotekwa. Mzee naye pia nyumbani kwake kulikuwa kuna kamera na vitu kama hivyo. Mke wangu uko sawa? Shida nini? Hivi ndivyo ambavyo aliona mke wake akapigika. Na yeye mwenyewe alikuja akashikwa kama hivi. Hivi ndivyo ambavyo mzee alichukuliwa. Huyu bwana kama anaona yaliyojiri, na wazee wa forensic wamekuja, forensic ya mheshimiwa. Hebu angalia hii video. Video imebadilika sasa. Anaonyeshwa mzee anapikwa, mzee anaiva kama mishkaki vile. Inasadikika kuna watu ambao ni waathirika wawili. Nikisema waathirika ni watu ambao wamepata majanga, wamerushwa kupitia mitandao isiyojulikana. Kwa mara nyingine tena haijulikani mpaka sasa wamekufa ama vipi. Nini kilichotokea? Anasema Chen Zong ndiye alianzisha ugomvi. Sasa baba alikuwa anataka kujua ilikuwaje kuwaje, na kwa nini huyu mtoto hajarudi nyumbani mapema. Huyu mtoto ndo alikuwa na yule kijana ambaye alimpiga huyo bwana mdogo, na huyo bwana mdogo alivyompiga baadaye ndo katoeka, haijulikani wapi ameenda. Watu wamemchukua ndo wanamtesa. Sasa baba huyu mtoto wa kike ndo alikuwa anataka kujua nini kilichojiri, kwa sababu inaonekana kama vile huyu mtoto wake anataka kuunganishwa katika tukio, kwamba huenda anajua chochote, kwa sababu hatua za mwisho hawa wanaonekana kupigana. Sasa baba anajaribu kumwambia huyu kijana, samahani kama mtoto wangu alifanya makosa, amekuja na babake, alafu inaonekana mtoto wa kike babake ni tajiri sana. Sasa akawapa cheki. Anasema siku chache zinazokuja nampeleka mtoto wangu Marekani, anaenda kufanya upasuaji. Bado ana shida kidogo ya afya na anatembea na dawa kama zote kama unavyoziona. Sasa mimi nataka mkae mbali na yeye, msimuingize katika misukosuko. Si umeelewa? Sawa. Huyu mtoto anaishi kwa nguvu za dawa. Ana matatizo tokea amezaliwa. Lakini huyu bwana mdogo kutokana na upendo aliokuwa nao alikuwa anampenda hivyo hivyo. Sasa misukosuko haihitajiki kutokana na afya yake. Na ndio maana anamkataza, anamwambia ukome, usije ukaa tena karibu na mtoto wangu. Sasa baba kaivika, anaanza kusema mwenyewe. Anasema sio huyo tu mtoto ambaye nimemuuza. Anasema ilikuwa tunawateka watoto wengi sana. Anasema pindi tunapomuona mtoto ambaye ndiye anastahili kutekwa, tunamteka. Na yule nesi ndiye alikuwa anatusaidia. Na yule nesi ambaye aliweza kushuhudia sisi ilikuwa tunanunua viungo, na alimuona nesi mwenzie alichokuwa nakifanya. Sasa huyu nesi ndio yule ambaye kuna siku moja tulimuona kama vile alikuwa amesimama wakati yule bwana alimpigia kelele yule mdada ambaye tayari kashamuua, anamwambia mtoto wangu, mtoto wangu. Sasa ndio jamaa anafunguka, anamueleza yote kwamba ni nani mnunuzi, na anamwambia na moyo wa mtoto wake aliyekewa binti mmoja anaitwa Shu Yuan ambaye ni binti wa Mr. Z. Ule moyo ndo aliyekewa. Sasa anasema huyu jamaa yuko wapi? Umesema mnunuzi ndio huyo, na ulisema nyinyi wawili mlikuwa mpo karibu sana. Anasema ni kweli, na ulisema kwamba watoto wako mtoto wako na mtoto wake walikuwa wanasoma pamoja. Yaani kwamba hata na huyu bwana naye alikuwa na mtoto wa kike. Kwa yule mtoto wa kike ambaye ni rafiki wa huyu binti ndiye alikuwa ni mtoto wake bwana. Sasa mtoto alikuwa ana changamoto za moyo tokea angali mdogo, na huyu tajiri mwenye miwani ndiye alinunua mtoto mwingine, akamtoa moyo akamweka kwa mtoto wake. Susha nipata hapa. Miaka 17 iliyopita mtoto wake alikuwa na changamoto baada ya kuzaliwa. Akatafuta mtoto ambaye ataendana na mtoto wake ili kiungo kitoke kwa mtoto huyo, kiwekwe kwa mtoto wake. Basi ndivyo alivyofanya, na mtoto huyu bwana ndiye ambaye alikuwa anaendana kwa damu, kwa kila kitu, kwa sababu haiwezekani mimi unitoe moyo alafu weke kwako kama atuendane damu nini DNA atuendane nayo, lazima utapoteza maisha. Sasa jamaa anafunguka yote kuhusiana na kile ambacho kimefanyika. Amemtia moto na amemuivisha kweli kweli. Sasa tayari tumeshapata kujua
yule mtoto wa yule bwana aliyetoweka miaka 17 ni kweli ameshapoteza maisha, na huyu bwana amefunguka pia. Mtoto wake alitolewa moyo, hakutolewa kiungo kingine chochote. Sasa huyu bwana anawapa coordinate kwamba huyu bwana wapi ataenda kumpata. Amewaambia polisi ni wapi watampata huyu ambaye ameteseka na kutumiwa video. Polisi na watu wengine wanakuja kumtafuta. Ni yule jamaa aliyefunguka. Baada ya kufunguka hakuwa na shida naye tena, alimwacha. Nasikia kama ngoma inalia hapa. Unafanya nini hapa? Hebu mvue maski. Huyu ni mtoto wake, sio baba mwenyewe. Unaona kama dogo huyu. Yes. Yuko vizuri. Amesemaje? Ameniambia babake alikuwa anapiga kelele sana. Sasa mtoto alikuwa amepatikana na sio baba. Umeona, kwa sababu ule mtoto alikuwa hana hatia yote. Sasa afande wakati anampa maelekezo mwenzie, anaambia ndugu yangu uchicheme uchimungunye. Nataka nione kitambulisho chako, unaitwa nani? Okay, ni wewe. Sasa nataka nikwambie kitu. Wewe ndio yule ambaye ulinikamata kipindi kile mkasema kwamba mimi nimemuua yule nesi. Yule nesi sikumuua mimi, ila nimesingiziwa. Sasa ninataka nikuthibitishie kwamba mimi sie nisababisha hayo mauaji. Aliondoka. Ni listi ya watoto waliopotea tokea 2005. Alafu mtoto mmoja aliyepotea ni huyu anaitwa babake ni Zhang Zimao. Anafuatilia sasa kumtafuta Zhang Zimao. Zhang Zimao si ndio jamaa ambaye tulimuona akiwa amemuua nesi. Sasa picha za watu wawili ndio hizi hapa. Zhang Zimao ambaye ndio huyo alishakuwa mtumiwa, alafu na mke wake. Inasadikika huyu bwana mdogo alikuwa ni mwalimu wa mpira wa baseball, na inasadikika yeye ndio kamuua mmoja kati ya manesi sababu ya mtoto wake kutoweka. Zhang Zimao ndiye akawa ni mtumiwa wetu wa kwanza, na tunahitaji kufahamu kwa nini ametoka gerezani na kuna vitu vingine alikuwa anavifanya. 4到6周身体就可以慢慢的适应，没有问题。 Sasa huyu bwana anaambiwa kuhusiana na afya ya mtoto wake ya kwamba yuko vizuri na anaweza akakaa mpaka miezi 6 ndipo akafanywa check up nyingine. Lakini akamwambia kama kutakuwa kuna dalili zozote utaniambia, you may not get. Alifurahi sababu mtoto wake anaishi kwa kupimwa tokea ngali mdogo, na huyu mzee aliletewa taarifa kuhusiana na afya ya mtoto wake kwa sasa, kwa sababu alikuwa anataka kumpeleka Marekani kwa ajili ya matibabu zaidi. Mheshimiwa, nini tena? Samahani, ulisema Zhang Zimao ndiye alikuwa mtumiwa wetu wa kwanza. Sasa una hakika gani? Wewe tulia. Ina maana huyu bwana ndo anasema ni mtumiwa wa kwanza sababu tokea ametoka watu kupotea na kusababisha mauaji, huenda ikando yeye. Naambia wewe kama unaweza kuongozana na mimi, ongozana na mimi. Usiniulize ujinga. Sawa. Yeye kashasema Zhang Zimao ndiye mtumiwa. Hebu angalia hii. Unaweza kukaa hapa. Sasa huyu binti kachukuliwa kwa sababu anasema nakuonyesha video. Alafu utuambie kama unajua chochote. Kuna mtu anakuja kumkaba huyu mzee. Kampeleka wapi? Jamani, babangu kapeleka wapi? Tulia. Bado tujajua kile ambacho kimetokea. Babako huyu hapa, baadaye tunatumia vicha.
kwamba huenda akawa ni yani ni muhanga wa yule ambaye anaweza akapata shida. Na mara nyingi bwana akiwanasa watu kama hivi wanapotea. Sasa tunahitaji ushahidi zaidi tuweze kumfahamu mtu ambaye amemkamata babako ni nani. Pole sana, ili jambo tunalifanyia kazi. Sasa tuna imani mimi na timu yetu, uwezo wetu ni mkubwa. Sawa, tumewaita hapa ili mje kuthibitisha kama ni yeye. Sasa wewe binti umesema kwamba ni babako, kwa hiyo wewe usio na wasiwasi. Naomba utulie. Sasa inasadikika ni baba ndiye aliyetekwa. Na mtumiwa mkuu bwana wasiwasi ni Zhang Zimao. Binti ameangalia zile karatasi. Akasema jamani, naombeni tu niende chooni tafadhali. Na alikuwa ameambiwa akae hapa asiondoke, lakini yeye akasema acha tuende. Anasema babangu katekwa, njoo nichukue nipeleke katika hoteli moja inaitwa Baidu. Yaani aje kumchukua sehemu inaitwa Baidu. Basi akamchukua yule jamaa ambaye aliambiwa asimsogelee binti tena. Susha nipata hapo, yani ule mpenzi wake. Sasa baba kashatekwa na wanajaribu kumtafuta. Hao walikuwa na wasiwasi kwamba mtekaji yuko hapa. Wanafuatilia mtekaji kama atakuwa katika hiyo hoteli. Anasema sijamuona leo. Na siku zote hujawahi kumuona. Sasa wanaanza kuizunguka hoteli. Walikuwa na wasiwasi huenda amepanga hapa. Ni huyo hapa Zhang Zimao. Huyu tayari kashamnasa tajiri ambaye ndiye alinunua moyo na akamwekea mtoto wake miaka 17 iliyopita nyuma. Sasa kwa nini mtoto wa kwake apone alafu wa wenzake anawaua? Sasa ndio ana wajibu hapa wa kujibu maswali yote. Polisi walikuwa na wasiwasi chumba namba 603 huenda huyu jamaa kapanga. Wanamfuatilia kulikuwa Zhang Zimao. Walishakuwa na wasiwasi huenda akawa ni yeye aliyepoteza mtoto wake miaka 17 iliyopita nyuma. Wanaona chumba hakina kitu zaidi ya kwamba kimevurugwa tu. Sasa kuna mwingine anapita kwa nyuma huku. Walikuwa na wasiwasi huenda akawa ni huyu anatokea uwani, atakuwa ni yeye Zhang Zimao. Wanaona kimvuli. Jamaa kula chocho, anameza chochoro, ni yeye Zhang Zimao. Ni kweli alipanga hapa. Kuna mmoja anamfumania hapa. Zinapigwa. Oya jamani yupo huku. Polisi wako vizuri hapa. Chapa kweli kweli. Alafu mwanaume na yeye shakata mitaa, anakula kona na meza chochoro. Yes. Anakata, anafunua. Wanamtafuta mpaka pande hizi. Wewe pita kushoto, mimi napita huku kulia. Patamu hapo wanamzingira pande zote. Mwana sijui kama anaweza akachomoka hapa. Sindo uso kwa uso. Wanasema uso kwa macho Hawa hapa wameonana. Alafu afande mtu mzima. Alafu alishe kumhoji huyu. Baada ya kutoka akaulizwa, je, utaendelea kumtafuta mtoto wako? Kipindi kabla hajajua mtoto wake ameshapoteza maisha. Anasema hata kama ikiwaje lazima nilipize kisasi. Afande anatulizwa. Mwana na meza tena chochoro. Huyo. Polisi wanafakamia watu. Njia inakuwa ndogo. Mwana anapata nafasi ya kufika umbali mrefu, sababu wale kidogo walipata kuzuiliwa. Yes, wana vitu vinabatuliwa juu. Alafu anaitwa Zhang Zimao. Oyo kudadadake anasepa. Wanamwambia simame, lakini nani anasema hawezi kusimama bwana.
就是他， Yes, kuna ndingake hapa. 前面 Washamkosa 追的还是 yule. Lakini sasa kuna wale watoto wale, yaani ule mtoto ambaye ndiye aliyekiwa moyo, ni ule mtoto ambaye baba yake ametekwa. Waliona gari ya Zanzimao, wanaifukuzia bila polisi kujua. Zanzimao moja kwa moja mpaka kwenye godown, sehemu ambako amemhifadhi tajiri. Moja aende akaseme naye, tajiri kachoka kabisa, ni mtu mzima. 不认识我， Umenitambua? 17年前做了什么？ Unakumbuka ulichokifanya miaka 17 iliyopita nyuma? Mzee anabaki yani kung'aa macho tu, yani kubung'aa. 你只需要负责下单， Anasema vyote vimefanyika kwa sababu ya kile ambacho ulikiamuru. Bado sijakufahamu ni nani. 知道那些看起来很遥远、事不关己的灾难降临在你的身上，会是什么感觉？ Alafu katengeneza kitu kikaonekana kama vile ni ajali. Anampigilia misumari. Msumari umegonga mfupa, umetokea upande wa pili, umepasua mfupa. 任性，以后我们可以好好说。 Anasema situzungumze, 不要钱， niko tayari kukupa pesa. Anamwambia mimi sitaki pesa bwana, mimi nahitaji binti yangu, naweza ukamrudisha? Ndipo mzee akashtuka, eti nini? 相信 Mdomo unacheza tu. 对吗？ Umeshanitambua kwamba mimi ni nani? Alishtuka kwa mimi macho yake. 你能从我身上拿走的东西， Anasema umeniibia kila kitu, na mimi lazima nikuibie kila kitu. Yaani umeniibia. Unajua jamaa alipoteza mpaka na mke. Sasa ni kama kila kitu chake kiliibiwa. Na yeye anaahidi, na yeye kila kitu chake atakimaliza. Anasema nimeona gari imeingia huku. 停车， Hao watoto wana balaa, wamekuja bila polisi kuwaambia, na wameona gari imekuja huku. Sasa wamefika sehemu ya godown, na kama vile binti anafuata. Hicho nini? Anasema ni mama yako alinikabidhi siku moja, ili ikitokea jambo kama lile ambalo limetukuta. Alikabidhiwa kile bwana cha shoti na mama yake, na huyu binti anampenda mkoe mwenyewe. 秋风说他死了，你买了他的心脏。 Anasema binti yangu umemuua na moyo ukachukuliwa. Niambie, moyo umemwekea binti yako? Huyu kama akasikia, lakini tayari umeshasikia sauti huko na wanajiandaa kwenda. 我的话，你也为了救你女儿做出相同的事情。你要什么我都给你，你不要冲动啊！你不要这样，你要什么我都给你啊！ Oh, wanampiga na shoti. 靠吗？ 再打人就死了。现在说你爸， Anamwambia ina haja kumuua. Njoo kwanza hapa tumfungule mzee tuondoke chapo, achana naye huyo. Hawa vijana wezi amini, wamemvizia, wamefanikisha. Yaani vijana wazembe tu. Yaani ndio kitu kinaendaga kwa bahati. Wamemdhibiti huyu bwana, na hatimaye sasa wanafanikiwa kukimbia. Jamaa anakuja kutoka baadaye na akawa tayari kashachangamka. Wakati ule polisi wanaambiwa taarifa zote kuhusiana na ile godown, lakini alipotoka ameamua kulitia moto. Huyu bwana anashtuka, anasema kuna moto mahali, na wameshafahamishwa kuna tukio huku waende. Wale watoto wamefanikiwa kumchukua mzee, lakini huyu bwana alitoweka na hatimaye akatia moto ile godown. Sasa na madogo waga wanamsaidia. Anaambia nimeshakwambia tokea mwanzo, muangalie yule mtoto. Alizima kabisa. Anasema niacheni tu nipumzike. 我不想再连累你。 Mimi sitaki nyinyi muhusike na chochote. 我们不会让你一个人，就这样， Alisema ni aje ujue mzee, sisi ndio wewe. 要赢请赢。 Na wewe mwenyewe ndio ulisema tuwe pamoja hata jambo likiwaje.
Sasa hawa watoto ni wale watoto mayatima. Wezi amini. Sasa hivi ndio msaada kwa huyu bwana. Wale watoto ambao walikuwa wanampenda na yeye alikuwa anawapatia msaada sana. Sasa ripoti ndio hii hapa. Ripoti ya kumfanyia auto spy. Huyu naye ndio alikuwa anamhangaikia. Yaani kwa maana ya vijana wote hawa. Alipotoka tu bwana kutoka gerezani, kwa hiyo kila mmoja kumbe alikuwa anakusanya taarifa nyeti. 你认不认罪？那个护士就是你推下楼的，对不对？你认不认罪？你那时候一直觉得自己无罪，记得吗？疑似与人结怨，警方正在追查可疑犯案人士。 Hali ndio hiyo. Kumbe wale vijana tokea alivyoingia gerezani mpaka anakuja kutoka, wao walikuwa tayari wanaandaa kila kitu kuhusiana na watu ambao wamemfanyia ukatili. Kwa hiyo walifuatilia na majibu mengi sana, anakuja kukutana nayo, vijana wamemsaidia ili jambo liende. Na hatimaye wanampatia siri zote ambazo yeye mwenyewe alikuwa azifahamu nyingine, na akaanza kufuatilia moja baada nyingine. Huyo hapa ni askari ambaye ndiye alishughulikia jambo lile miaka kadhaa iliyopita. Yuko na askari mwenzie. Wako kitambo sana. Madogo sasa hivi. 法院里收手票，你看一下。 Maana tuna search warrant. Hebu iangalie hii. 有什么事？ Inahusu nini? 一个人吗？ Kwa mwenyewe hapa. Wamekuwa na wasiwasi na hii nyumba. 张其茂是你朋友对吧？哦，他假释了，你知道吗？知道。 Kwa hiyo anasema kwani kuna shida? Sema hamna shida. Wanamuuliza kuhusiana na yule bwana ambaye alikuwa ni mwalimu wao kipindi kile wakiwa wadogo hao. Wanasema mmeshaye kumsikia? Mmeshaye kuwasiliana naye? Wanasema tatu jui. Yuko wapi? 小五发现吗？ Haya. Hawa watoto wamempata mzee. Bwana. Baba ndio huyo hapa. Hana hata la kusema. Papa. Baba, ni kwa nini alikuwa anataka kudhuru? Mtoto anataka majibu. Sasa sijui ambiwe. Polisi wanaisachi nyumba ya mmoja kati ya vijana ambao waliwahi kuwa mayatima, na yule bwana ndiye alikuwa msaada wao. Wamekuwa na wasiwasi labda ndio maficho ya yule bwana kwa sababu hao watoto ni marafiki zake. Anasema cha kwanza, maliza mtihani wako. Asubuhi tu ukimaliza mtihani unakwenda Marekani. Ina maana kila kitu tutaenda kumaliza Marekani, ambaye yes. Anamwambia kule kuna makampuni yangu na shangazi yako utamkuta huko. Kweli? Ndio. Asante baba. Asante baba. Amemwahidi vitu vizuri vizuri wakifika Marekani kwa sababu atahisi kama yuko nyumbani. Kwa hiyo ni mtihani tu. Amalize mtihani aondoke. Haya, kuna mtu anagonga yuko mlangoni hapa. 我爸答应让世豪跟我们一起去美国。 Baba yangu ameniahidi kwamba ataondoka, yani nitaondoka pia na rafiki yangu. 电灯泡。哎，什么意思啊？ Au sio hivyo bwana? 到时候去考驾照，带我们出去玩。你想得美。Binti anafurahi kwamba na rafiki yake pia ataenda naye. Huyu hapa ni shoga yake. 导管检查，等下要帮你打显影针哦。那我回去了。Haya, sasa huyu anaondoka kwa sababu rafiki yake kuna vitu kidogo anachekiwa. Baada ya kuchekiwa, 你很三八哎。 usijisikie aibu sana. Yaani usijisikie vibaya. Yaani usijisikie unyonge. 拜拜。 Kuna vitu tu anachekiwa hapa kutokana na jambo lake la moyo, na baada ya hapo kila kitu kitaenda sawa, ataruhusiwa aende. Kuna mtu mwingine leo kanaswa.
Kuna deki. Nudi nyumbani. Toba. 你要干嘛？ 你是谁？ Unanipigia nini tena babangu? Ule bwana mdogo ambaye alikuja kumkomboa. 知道你们是谁？ Naambia unanifahamu mimi nani? 学员在叫 Mimi nakujua ni nani? Wewe ndio ule ambaye mmekuja na demu wako mkanipiga. Kaondoka na ule mzee. Sasa nimekuja kumshika na babako. 我唤醒手足啊！ Hivi unafahamu kwamba huo mpenzi wako moyo wake ni moyo wa mtoto wangu? Mtoto wangu ameuawa, kuna deki zako. Mimi namnyonga babako sasa. Namtia shoti hapa. 给你资料，现在 Sasa nataka rekodi zote kuhusiana na yule binti ambaye ni mpenzi wako. Unamtetea mtu ambaye moyo wa mtoto wangu umewekwa kwake. Pumbavu sana. 不要伤害他，我马上查，我马上查。 Dogo anachukua kisu ili ajitetee.很帅哦。 Imekupendeza hiyo saa. Wanaendelea kumwangalia, 加油！ wanaendelea kumwekea mashine, wanaendelea kumpa dawa, sababu ndio anaishi kwa madawa tokea amezaliwa. Na kama ule moyo asingeekewa, yani huyu asingedumu mpaka leo, angeshapoteza maisha kitambo sana. Anaambia niambie yuko wapi? Yuko wapi ule binti? Anamtaka pia na mpenzi wa huyu binti. Na ni mpenzi wa bwana mdogo. 我全部都要拿回来。我要你女人心脏。 Sasa anasema yeye anachokitaka ni moyo wa mtoto wake tu. Yes. Nafikiri ule bwana mdogo kasema wapi alipo. Sasa ndo anaelekea huko hospitalini. Wanaenda kumfanyia upasuaji kidogo, washampiga ganzi. Wanaenda kumweka sawa. Waga hivi vitu wanafanywa kila wakati. Sasa mshikaji kashapewa maelekezo mpenzi wake yuko wapi, yani ule mshikaji demu wake yuko wapi. Akaangalia hapa upande wa mambo ya moyo ni wapi. Basi akashajua kwamba wapi ni moyo. Ndio anaelekea huko sasa. Wakati ule mtoto anaenda kufanywa kwa operation kadogo. Mshikaji kashaingia. Polisi amemshtukia huyo. Naye amesema amekuja kwa ajili ya kuchukua moyo wa mtoto wake kwa sababu sio huyu. Kwa sababu aliuiba mali ya mtoto wake ipo ndani ya mwili wa yule binti. Yaani kwa maana yake utoa moyo, huyu binti hawezi kuishi. Ni lazima atapoteza maisha. Anasema mimi nachukua tu moyo wa mtoto wangu basi. Kwa sababu sio mali yake. Sasa kwenye wodi hayupo. Ila simu ipo. Na waliacha hapa bahati mbaya. Mzee anapewa taarifa. Huku kwa upasuaji kadogo kanaendelea. Hawa jamaa wanamzuia asifike kule kwenye kile chumba. Mambo ni mazito kweli kweli. Sio mchezo mzee baba. Zinapigwa hapa bala. Hatari kabisa. Yeye anachokitaka ni moyo wa mtoto wake tu. Na ameshafika mpaka udini. Yes, shafika mahali ambapo wanamfanyia upasuaji dogo. Anambia nyewe msiingile kitu msichokijua. Anasema kaeni mbali kabla sijaua mtu. Wow. Wakati ule binti alishapigwa ganzi, ameshapigwa midawa kibao kwa ajili ya kurekebisha moyo wake kidogo kabla hajaondoka. Jamaa kashamteka binti.
这是你们进门之前他放在你们口袋里。 Ameacha ka ujumbe yako hapo. Hiyo ni namba ya simu. Kwa hiyo tumpigie. 他刚才说什么我们拿了许元哲的钱，什么意思？ Anataka kujua tumelipwa shilingi ngapi. 我感觉他好像是 Alisema mmelipwa shilingi ngapi nyinyi? Sasa sisi hatujalipwa chochote. 你要干嘛啦？ 报警啊！ Sasa unafanya nini? 现在搞 Ambaye anaita polisi. 报什么警啊？ Hai, usipige simu polisi bwana. Hebu tulia. Sasa dogo anagusa nyaya hizi za laptop. Anakuja gundua nyaya hii ilikuwa haina umeme. Ila alikuwa anawatishia huenda huyu bwana alikuwa hana nia mbaya na wao. Baada ya kugundua ile ilikuwa ni waya ya laptop na sio waya kutoka kwenye umeme. Huyu alikuwa hana nia mbaya na wao. 你妈要刚推别乱动。 Sasa akamwambia tulia, maana najua upo katika shida na una matatizo ya kiafya. Na anakuja kuzinduka sasa hivi. Anashangaa yupo kwenye nyumba ya mtu na sio hospitalini.我每隔3-5年就换一间医院，避免被怀疑。然后只要有人下单，我就根据他们的需求去找合适的小孩，最好跟他女儿的年龄。 Sasa anamwekea video. Anamwambia bwana, mimi ndo nilichunguza ili niweze kujua ni mtoto gani ambaye anaweza kafaa kuokewa moyo, mtoto wa tajiri. Nikaona ni mtoto namba 1. Tukaanza kumuinda kipindi chote. Tukaweza kumnasa. Kwa hiyo mtoto wako tukatoa moyo wake na hatimaye tukaenda tukamwekea mtoto wa tajiri aliyenunua moyo. Kwa hiyo bwana utansame. Sasa huyu bwana anamuonyesha picha yote na matukio yote ile akaya ajue kwamba moyo ambao amewekewa ni moyo wa mtu mwingine. Na hao ni watu wengine ambao walitubu, ambao ndio walinunua moyo. 后来我就把他带在身边，把他抚养长大。你要相信我。 Na baba mwenyewe anatubu jinsi alivyokabwa, akasema mlipe shilingi ngapi. Umeona? Dogo anaonyesha yote. Japokuwa na mawenge. 我是为了救我的女儿。如果你是我的话，你也会为了救你女儿做出相同的事情。我现在把她还给你，我把她还给你，你不要这样子。 Wow. Sasa huyu dogo lazima hapa ajue kuna nini. 想知道我是谁吗？ Hao ndio wale machizi wake. Na huyu ndio ule dogo ambaye kipindi kile ndiye alikuwa anasaidiwa sana na mwamba huyu. Wanasema unajua wao ni watoto yatima. Hawana familia, familia ni wao wenyewe kupendana kwa sababu wanajikuta wako hapa, hawana wazazi. Kwa hiyo wao wenyewe sasa ndio wanatakiwa kupendana kama familia. Na walitokea kupendana sana. Na huyu jamaa anahadisia kwamba mwalimu huyu wa michezo yeye na familia yake walijitolea sana juu yao. Yaani wao walikuwa ni kama familia. Hakuna mtu ambaye aliwajaza upendo na hata sometimes siku za sikukuu wanakuja kula pamoja kama hawa. Lakini baadaye walipata kusikia mtoto wao alitoweka. Hii kitu iliwaumiza sana. Na baadaye yule mzee alifungwa. Anahadisiwa huyo yote kwamba wao ni akina nani na kwa nini wako hapa na kwa nini wanamsaidia huyu bwana kwa yote ambayo yameweza kutokea. Chini. Sasa huyu mtoto kashaachiwa aondoke. Ametupa lile joo, kapewa nguo zingine, anapiga simu familia yake. Familia ilimtafuta mpaka basi. Mpenzi wake ni mtu wa kwanza kumpigia. Anamuuliza uko wapi? Mimi nimekimbia. Ila mimi sijui niko wapi. Sasa tulia.
naomba unisikilize. 我知道很难相信， Nafahamu ni ngumu kuamini, 讲的好像是真的。 lakini Zhang anajaribu kusema ukweli. 最好，我真的 Shia, jamani mimi mwenzako huko jamani sijui itakuwaje. Hao jamaa wakinishika tena wataniua.喂， Hello? Hello? 哪里？ Mawasiliano yamekata. Namba unaipiga kwa sasa ipatikani. 怎样了？ Imekuwaje? 我去找他。 Haya, nenda kumtafuta. Sasa huyu ametoweka ama ametoroka? Wamemruhusu? Sijajua. Jamaa na haha ajue anzie wapi, lakini yule mpenzi wake tumemwona yuko nje ya mji. Huyu jamaa naye anamtafuta yule mtoto wa kike. Lakini sio wake. Rekodi zake zote zinaonyesha alikuwa na matatizo ya moyo. 那每天吃的药是 Ni ngumu kuamini. Lakini sijaona mambo mengine huku. Wanatukumbusha nao wapindi walivyo bwana alivyowaambia wacheki rekodi ya matibabu na maradhi alikuwa anamsumbua huyu mtoto. Sasa huyu binti bwana alipata taksi na mwisho wa siku anakuja kwa hii nyumba. Sijajua ni nyumba nani. Naweza nikazima chaji yako. Simu yangu imezima. Nafikiri labda ni kwa rafiki yake. Labda ni kwa rafiki yake ambaye alikuwa anasoma naye yote. Wanalisha majina. Mama naye mtaalamu wa kompyuta. Ndipo wanaona sasa rekodi za ule binti. Ameona kuna rekodi kwamba binti alifanywa upasuaji. Kuna shida gani hapa katika rekodi yake? Rekodi za mwanzo zinaonyesha binti alikuwa na shida sana ya moyo. Lakini haionyeshi kwamba huyu binti alifanywa upasuaji lini. Lakini kuna mtoto hapa anakula dawa ambaye ni rafiki yake na huyu. Anaonana na hili box hapa. Rafiki yake naye pia ni mgonjwa wa maradhi haya. Hili box mbona kama vile analikumbuka. 生日快乐。很帅哦。 Anakumbuka Isa. Isa ndio baba alivaa. 你叫什么名字？ Hebu niambie jina lako ni nani? 那你姓什么？ Naitwa Jewele. Sasa Jelewe huu ama Jewele huu rekodi zake zinakuja kuangaliwa. Huyu ndiye aliweza kufanywa upasuaji. Hata moyo wake unasikika. Jewele ndio huyo hapa. Marafiki wawili hawa. Ina maana huyu alikuwa na matatizo ya moyo lakini akufanywa upasuaji nini? Moyo ulienda kuwekwa kwa mtoto mwingine, alafu akazuga. 我怕他会担心，一接到你电话我就。 Wala usio na wasiwasi. 小乔， Rafiki yake. 我到， Inakuwaje baba yuko hapa? 你去哪了？ Au ina maana aliitwa na huyu binti kisilence. 爸， Anaambia mwanangu unaumwa. Sasa nimesikia umekuja huku ndio maana mimi nimekuja. Nataka nijue sababu ilikuwa nini. Afu ndio huyu Jewele Hills. Ina maana huyu ni binti wa huyu ama hapo kuna mkanganyiko hapa. Yaweza kuwa katika upasuaji ionekane kwamba ni Jewele ama Jewele ndiye alikuwa ndio anaumwa. Hapa tutajua tu kwamba aliyekewa moyo ni nani. Sababu huyu binti mwingine records haionyeshi. Sasa anataka kuondoka. Lakini anatulizwa. 小乔， Chachao, 冷静点。 naomba utulie. Sasa kwa nini? Wanataka kumzuia. Alafu anakuja kama vile kutaka kumteka. Ni mtoto wake kweli mzee. Butone. Tulia, tulia. Wewe. 把刀放下。 Weka kisu chini. 我不是你女人， Kumbe mimi sio binti yako eh? 要的只是我的心脏。 Kumbe nyinyi ndio mnataka moyo wangu eh? 我冲进来，
Sasa tunakuja kupata jibu. Kumbe huyu binti huyu hapa. Huyu binti atakuwa hajauliwa kipindi kile, moyo haukutolewa. Na ndio maana tunakuja kuona rekodi yule binti hakufanyiwa upasuaji. Umeona yule ambaye alipaswa apewe moyo. Bali inaweza kuwa madaktari walisema huyu binti tumwache awe stable mpaka pale ambapo binti yako atakapokuwa anaonekana na dhaifu fulani ndipo tumtoe moyo tumweke huyu. Sasa huyu binti huyu hapa ambaye tunamjua kwamba ana ugonjwa wa moyo, kumbe hana ugonjwa wa moyo na walikuwa wanamficha kwa ajili ya kumfuga kama kuku ili baadaye atumike kumtoa moyo. Huyu hapa ni mtoto ambaye alitekwa kipindi cha zamani. Ndio maana nilikwambia tutajua tu. Sasa kashafahamu kwamba hapa hakuna babake. Hapa hakuna familia yake. Huyu hapa ndio mtoto wa bosi. Ndio mgonjwa mwenyewe. Bwana. Na jamaa kama ingejua ni mtoto wake, angemweka vizuri kweli kweli pale asingetoka. Sasa rafiki yake anakuja nyumba tayari kashaifahamu. Anakuja anashangaa, bebi wake anahangaika kutaka kuchomoka. Anahangaika ile akimbie. Wapi? Hawa leo wamegeuka kama mizimu. Wamegeuka kama majini. Ni mtu ambaye alikuwa anamjua ni babake. Kumbe si babake. Kumbe walikuwa wanamfuga kama kuku baadaye wamchinje wamle. Sasa namuuliza unataka nini kwangu wewe? Unataka nini kwangu wewe mzee? Binti halali ndio ile pale. Binti wa mzee. Walificha. Isijulikane kama binti ni mzee. Ili mradi baadaye wanajua wenyewe watakavyofanya. Sasa binti alijua yeye akifa huyu binti anakufa faster kwa sababu ndio imefika muda wa yeye kufanya upasuaji. Sasa anataka kujua yeye mwenyewe. Anataka kujua. Anamuonyesha. Uliniambia kwamba unaenda Marekani kwenda kufanywa upasuaji. Kumbe kumbe mlikuwa mnanijali ili baadaye mje kuniua. Kumbe mlikuwa mnanijali kama vile mtoto wenu. Kumbe mnataka mimi mnitoe moyo muweke kwa mtoto wenu. Kwa nini nimekuwa mimi? Kwa nini mnifanyie haya? Kwani uwezi ukanipatia huo moyo? Nitakulipa. Funga mdomo wewe. Najua sasa moyo wenyewe na utoboa. Nataka utoboa moyo. Akiutoboa moyo basi msinisogelee kabisa. Tajitia kisu mwenyewe. Huyu anakuja kuwapiga shoti. Wamemuai dogo. Akamkamata huyu mgonjwa mwenyewe. Bwanake sikashafika. Mzee akatua kisu cha utumbo. Kuda deki. Akapigwa shoti mzee. Huyu naye kashafahamu kila kitu kumbe. Wanamteka na mgonjwa. Kuda deki. Huyu alifahamu nadhani zile recordings. Yule mama alivyo zichambua. Wakajua kitu. Yes. Kaja kuachukua huyu bwana. Anaondoka nao. Sasa nyinyi mnanipeleka wapi? Nafikiri washamkamata mhusika na ambaye tulia. Haya, washaondoka naye. Kuda deki.时间一到，如果我没有出现，带他们走。Anasema kama sijarudi katika ule muda mwafaka basi msepe zenu. Na sisi tunakwambia kocha bwana, kwa makini unapoenda. Oya sio. Mimi nakuamini mwambangu. Anampa rekodi zote. Shahidi.
alimwambia asante. Kashamjua mtoto wake ni upi. Ndio yule sasa kawakabidhi washikaji zake ama watoto ambao walimsaidia sana yani. Na hata hivyo watoto ambao hata naye mwenyewe aliwalea kwenye kile kituo alikuwa ni mwalimu wao. Sasa nafikiri hapa atakutana na familia ya yule binti ambaye wanaye anataka kumalizana nao. Anawaita mtu ambaye walitaka kuchukua moyo wa binti yake na ambaye mpumbavu. Lia babako akusikia huko. Unataka kumkomboa binti yako? Sema unataka nini? Nikupe shilingi ngapi? Wewe ndo mnunuzi. Unataka kununua moyo wa mtoto wangu. Sasa mimi binti yako nao. Sasa namwambia wapi akuje. 我很怀疑你收买的警察为了自保会放过你吗？今天2点，用生活规章，想要救你的女儿，拿你的命来换。 Sasa tufanye mabadilisho. Usijaribu kufanya upuzi wote. La sivyo nitatoa viungo kwa mtoto wako. Baba anapiga kelele. Mwanangu! Wewe mshenzi, mbona mwanzo alikuwa apige kelele? Sababu aliyeshikwa alikuwa sio mtoto wake. Baba anachanganyikiwa. Ala, mbona uchungu wa mwana Hi, 你好，我是阿忠。 Mimi naitwa Zongo ama unaweza ukaniita Bonge. 介绍个屁啊，快！ Haina haja ya kujitambulisha wewe bwege. Kuwa mpole. Madogo mjisikie tu. Hii ndio timu ambayo ilikuwa inamsaidia mshikaji mpaka anafanikiwa kufanya yote. Sio mchezo, alikuwa na timu. Na vijana ni vichaa. Wana uwezo, wanajua kufanya kazi zao. Sasa akauliza nyinyi mnafanya kazi gani nyinyi? Kweli hizi kazi zote za sheria hizi zina sheria ndani yake kweli ama nyinyi mnafanya uharamia? Wewe tulia. Nyinyi mmefanya nini? Hebu rudini katika mbio yenu. Rudini. Sasa huyo mzee aliwasaidia kwa hili kumzika marehemu. Alafu watu wasijue. Hii timu akaja akaitengeneza. Kwa hiyo aliwaepusha kwenda jela. Mara alipotoka jela, hii timu akawa nayo. Ndio ilimsaidia kwa hali na mali. Na maana ameamua kujitoa kwa sababu aliwasave kutoweza kufungwa. Unaona ndio maana wamekula kiapo. Sasa huyu afande huyu. Huyu afande ni wa kumnyatia huyu. Wengine walikuwa kwa hospitalini, wengine sio walikuwa wapi. Wengine ndo kama hivyo walikuwa wanajitokeza kuwazuia. Wote walikuwa ni timu yao. Wanawazuia tu mjamaa ndio kama vile unavyoona. Wao walifanya kazi nyingi sana. Timu ilikuwa imekamilika kuhakikisha kwamba huyu bwana akamatwe. Cheki. Huyu mama ndio siku zile walipokuwa wameenda kumteka. Kumbe hata wao walikuwa wamepishana nao. Ni wale madogo. Umeona? Walikuwa wanasaidia. Yes. Madogo wamefanya kazi kubwa sana. Ina maana kumbe ingekuwa mwenyewe kazi ingekuwa ngumu sana kufanikisha yote haya. Tunaweza kuona utendaji wao wa kazi. Ila natoka tu huku. Polisi walikuwa wanamtafuta. Wewe Zhang Mao, tumekushika sasa Zhang Mao. Yaweza kuwa makusudi kabisa kajipeleka. Anasema binti mimi nitamwachia. Ila kwa sharti moja. Kocha. Hebu mfungeni wewe.
Funga pingu kwanza.我找过你的事跟他说了吗？他找过你？ Ididi. 是不是？ Lini? Sasa huyu afande mwingine wale vaa miwani mbele. 他要找学长犯罪的证据。 Anasema huyu bwana anataka mtumie anithibitishie. Jamaa yake anacheka. Hakujua kwamba mwenzake anazungumza nini. 这是我偷了你女儿，杀了那个护理师，然后这张给你，是不是？ Ina maana unataka kuniambia kwamba ulisingiziwa kwamba umemteka ule? Ambe ndio. Wamenisingizia kama mimi nimemuua yule mtoto wa kike ambaye ni nesi nikamtupa juu. Hapana. Sijamuua mimi. Ila tu nimesingiziwa. Anasema lakini huyu askari huyu mwenye miwani huyu anakula njama pamoja na yule bosi. Kama ulikuwa ujui, mwenzako alikuwa ni jambazi na alikuwa anashirikiana na mambo yote. 2点之前如果我没到的话，徐恩泽的女儿就会死，还有我手上的东西全部会散播出去。33个婴儿卖到世界各地。 Nataka niwaambie watoto 33 wamepotea katika mazingira tata sana. Mtoto mmoja anauzwa milioni 3. Milioni 3 za Kimarekani hizo ni bilioni huko. Halafu huu mtandao ni mkubwa. Watoto wanapoteza maisha, wanatoweka, nyinyi mjui. Sasa anasema ana listi ya watu wote ambao wapo katika mtandao. Ule afande alishtuka sana. Anapewa taarifa ambazo hajawahi kuzisikia. Kwa hiyo ina maana alikuwa anawaleta huko maafande ama utone, lakini anapini. Anasema mtu alimuua nesi, sio wewe. Wala sio wewe. Ule binti nilishakutana naye. Aliniambia kila kitu. Ila nyinyi mmenitosa. Mmenitesa afu mkaandika vitu sivyo. Sasa akajaribu kumwambia kwa nini afande ulikuwa unafunika sana? Kuna shida gani kwa upande wako? Yule binti yuko wapi? 当年你寻求他的时候，不是拿了一大笔吗？ Wewe ngoja. Nini? Mbona sielewi? 然后你他妈什么意思？ Sasa anakuja kuambiwa mambo mengi sana. Kama alikuwa jui, alikuwa yuko na rafiki mnafiki. Huyu jamaa ndio leo anafunguka. Anasema kama ulikuwa ujui, binti mimi ndio nimemuua. Yule binti bwana alikuja kuniambia taarifa kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Huyu binti ndio yule nesi ambaye alikuwa ameona mengi sana kuhusiana na nesi mwenzae. Nesi mwenzake alikuwa anapima watoto na kutoa vipimo kwa watu ambao walikuwa wanahitaji watoto wenye vipimo fulani na DNA fulani. Baada hapo majina yao anayauza na anaona kabisa kwamba watoto wanawateka. Na anasema nataka ili jambo nikwambie wewe afande ili mshughulikie huyo mama. Huyu mama ni jambazi. Basi kumbe pale pale jamaa akammaliza. Alafu baadaye akatweka. Baadaye akapigiwa simu na mwanamke ambaye amjui, akaambiwa aende juu kule. Huyo afande anacheka. Alikuwa ajui kumbe mwenzake ndiye aliweza kusababisha kifo kwa ile nesi ambaye ndiye aliyempeleka jela huyu bwana. Anaambia sasa shilingi ngapi mwanangu umetengeneza? Anaambia nimetengeneza hela nyingi sana. Ndio maana wewe ukiniambiaga na shida na kugea pesa kwa sababu tumeshiriki kumtesa huyu jamaa akiwa yeye hajafanya makosa. Kumbe wewe ni mshenzi sana. Sasa anataka kumtandika rafiki yake. Rafiki yake kachukua bunduki kamtandika mwenzie. Jamaa anatoka sio mzima, kashapigwa risasi. Anapiga simu polisi. Anamaliziwa. Rafiki yake leo ndo kasema ukweli kwamba mimi ndiye nilikuwa nafanya yote. Na ameyasema yote hayo kwa sababu anajua leo achomoki mtu hapa. Wote na wamaliza. Sasa ana kazi moja tu ya kuja kumshika mwana mdogo ambaye kaingia kwenye makontena huko.
Sidhani kama atamuona. Tuendelee kuangalia mambo haya.教练，冷静一点，教练。操！Mambo ni mazito. Asipokuja kuokolewa huyu, mambo anaweza kaa ni mabaya zaidi. 上车。 Baba anakuja kumaliza kazi. Anaua watoto ambao wangeweza kuwa mashahidi wa mahakamani. Anataka kuacha mtu. Unashindwa kuniua kwa sababu unafikiria binti yako atakuona nani? Napiga risasi zimeisha. Cheka.他在哪里？徐子乔在哪里？
给你呀，只是一个父亲。我要救我女儿，我不能眼睁睁看她死在我的面前。Kazi imeisha ndani. Kale kabinti kanatoka kanaenda kumtafuta babake. Baba anatoka huko ndani hoi. Hajiwezi, baba afai. Kuna watu wabaya, nadhani ni wale watoto nini, wanamuua mtoto wake mbele, anaona nyongonyesha sana. Hapa sasa mzee, na unakwenda na maji. Ni wale madogo ama ni kina nani hawa? Polisi wanakuja kama wote. Asubuhi kumekucha, ni siku nyingine. Wale madogo na mtoto wa kiongozi wao wametulia hapa. Wanamsubiria mzee aje, maana nadhani makubaliano aje hapa. Anasema hii ni moja kati ya recordings za wazazi wako. Maana walisema tumsubiri, na kama ataposhindwa kuja tu kukabidhi kila kitu kinachomhusu yeye. Kwa hiyo alishakata tamaa kwamba mzee hawezi kuja tena. Sasa huyu mtoto aangalie kumbukumbu za familia, jinsi walivyokuwa wanaishi na jinsi walivyokuwa wanampenda mtoto wao, na baba alikuwa anasema yote juu ya mtoto wake. Jina lako naitwa Zhong Zhuren. Mama yako alikuwa anaitwa He Jingying. Anampa story kuhusiana na mama yake na yeye mwenyewe ni nani, na mama yake alikuwa na tabasamu zito sana. Ila nakumbuka. Nakumbuka pindi ulipokuwa umezaliwa. Yaani ulikuwa kama nyani hivi. Yaani ulikuwa unalia muda wote. Lakini ulikuwa unakula wakati sahihi na muda mwafaka. Na hizi ndio kumbukumbu za kwenye video. Kipindi ambapo mtoto alikuwa anacheza na furahi na familia.
讲话的话，麦克风。在我的回忆里，你是那个我抱在怀里的小婴儿。Anasema siku zote ulikuwa tunakupenda na ulikuwa ni kabinti tulichokuwa tunakupenda kweli kweli.你自己的身体你最清楚，选择要的就是你的心脏而已。要不是他把你救回来，你的心脏早就不知道去哪，你知道吗？我爸是为了保护自己才会说谎。他被诬告杀人，进去蹲了17年了。那怪物跟我一点关系都没有。他出狱以后做的所有一切，都是为了找到你。你如果还觉得那是你家，你想走随时都可以走。Anaambia unaweza kuondoka vile unavyoweza. Baba告诉你 I can tell you. Kumbe ulimruhusu aende. 我走过来的。我常常在想，naendelea kuangalia yale maelezo jinsi ambavyo walivyokuwa wanampenda, wanavyomtunza na vitu kama hivyo. 我们却成了互不相识的陌生人。 Lakini sasa hivi mtoto wangu imekuwa kama vile ni watu ambao hatujuani. Tumekuwa ni stranger. Kwamba unifahamu. Kuna watu ambao uliwaona kama ni familia yako, lakini kumbe sio familia yako. Uliishi katika mazingira mengine kabisa, binti yangu. Najisikia vibaya kwa yote ambayo yameweza kujiri, yote ambayo yameweza kutokea. Nilikuwa nahitaji nisahau kila kitu, lakini naona wewe kukusahau ni ngumu sana. Siwezi kukusahau. Najua unajaribu kutafuta jibu, lakini jibu ukweli wake mimi ni babako. Na watu walikuteka na walitaka kuchukua moyo wako. Nadhani walishindwa kufanya hivyo kwa sababu yule alikuwa mtoto na wewe ulikuwa bado ni mtoto. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kutoa viungo hivyo ambavyo ni muhimu. Yule lazima ingekufa na wewe ungekufa. Ndio maana kuna umri ambao ulihitajika ufike, kwa sababu ndio mwili unakuwa uko stable kuvumilia yote. Na nadhani ndio kipindi ndio kilifika. Anaambia nafikiri umeshafahamu ukweli. Wewe ni umetokea wapi, wewe ni nani na mimi ni nani kwako. Anasema na kupatia ujumbe huu kwa sababu labda huenda hutaweza kuniona tena. 他们会带你到安全的地方。你们为什么都那么自私？ Lakini umekuwa ni mbinafsi. 到底想要我怎样？ Hebu niambie unachokitaka kwangu nini? Binti ndo anakumbuka yote haya. Alikuwa hajui kama wewe ni babake. Anasema ninachokihitaji wewe usalama. Uwe mzima. Leo ndio utajua kwa nini mzee aliamua kumfanyia mengi na kutoweza kumfanyia kitu kibaya. Alimwambia samahani sana kwa kukuteka, lakini nilikuwa sijui kama sio mtoto wangu. 空白的情分，谁也换不得。多熟悉又陌生，可你记不得，从何承认？人们会告别，是知道能再见。如果没机会， 终注定得离别，但愿你好好的，愿你长路安稳，愿你没有遗憾，横渡所有黑暗。但愿你也能懂得，只要在乎一个人，那么。
所有失去都不算是牺牲。我用陌生的心深爱着，我用陌生的心守护着。多么希望存在一个平行时空，在那里，我们从来没有离开过彼此。我陪着你長大，你陪着我變老。Haya majonzi yalimliza sana. Hii hali ilimuuliza, yani ilimliza kulikoli. Amehadisiwa yote na yote kaelewa. Anajikuta anadondosha machozi. Na baba anawahi kuja huku. Hawa nao ndio wanaondoka ama ndio baba anafika. Maana alisema asipokuja basi wajue ameshapoteza maisha. Watoto waende tu. Sasa nadhani anafika eneo la tukio, hakuna mtu, alafu hali yake ni mbaya. Asipopata msaada huyu jamaa huenda anaweza kafia hapa. Sasa wakati amesinzia pale chini, anamwona kama mkewe hivi. Oh. Mwanaume anapambana, anaamka tena. Anakomaa ili aondoke hapa. Yupo hoi. Ndipo wanamuona chap kwa haraka, wanajaribu kumwai. Bwana hata moyo umezima. Mtoto analia, anajua huyu ndo babake. Oh, anasikika. Anasema utanisamehe mwanangu, nitashindwa kukulinda. Sababu ana imani anapoteza maisha, binti yake atabaki mwenyewe. Sasa binti atabaki mwenyewe katika huu ulimwengu. Kama baba atakufa, mama alishakufa kitambo, inakuaje? Anabaki kulia. Lakini amefanya makubwa na atakomesha biashara hizi. Ni kazi nzuri kabisa kutoka ndani ya idara ya Acheche, na kazi inaitwa Organ Child, yani kiungo cha mtoto.
人们会告别，谁知道能再见？如果没机会，终注定得离别。Naam, tutaonana tena katika vigongo vijavyo. Bonge kasi hapa inaisha kama hivi.